Hakuna vita ambayo mwanamke anaweza akashindana na mwanaume alafu mwanamke akashinda. Mwanamke ataumia, utajidhalilisha, utajidharaulisha huko unakoenda. Kwa nini dharau inakuwa tu kwa mwanamke sio na kwa yule mwanaume? Kwa sababu ya mfumo wa jamii ulivyokaa. Kwamba hivi unaelewa, mwanamke wewe na mume wako sasa hivi ukaamua kutoka kwenda kwa mwanaume mwingine. Sawa? Mwanaume yule mwingine anaweza asikuambia ukweli, lakini hakuheshimu tena hata kidogo. Hata kaa kuheshimu hata siku moja. Mwanamke yeyote akimsaliti mume wake, yule mwanaume anayemsaliti naye hamuheshimu hata dakika moja. Anakuona wewe ni malaya. Hata ulete sababu nyingi za namna gani, kwamba unajua yule mwanaume ananitesa, yule mwanaume anafanyaje, ndio maana nimeamua kuwa na wewe. Anajua huyu ni mtu ambaye sio mwaminifu kwenye maisha yake. Kwenye Biblia imekaeje hiyo? Labda kwenye vipengele vya kitabu, hasa katika Biblia vya dini, mwanamke msaliti, wewe ni mchungaji, utakuwa unajua inakuwa vipi labda, na kuna vipengele gani vina muamuru mwanamke yule labda kujitakasa na kurudi katika mstari? Sasa Biblia imeeleza vitu viwili. Cha kwanza kabisa, Biblia imesema kwamba watu hawaruhusi kutengana isipokuwa kwa uzinzi. Kwa hiyo uasherati ama uzinzi, mtu akisaliti akazini, ni moja ya dhambi ambayo Biblia imeweka wazi kwamba hiyo dhambi inaweza kuvunja hayo mahusiano. Na Agano la Kale liliweka hivyo kwamba ukiwa umeoa mwanamke akalala na mwanaume mwingine unaruhusiwa kumwacha. Agano la Kale. Hata Agano Jipya pia kwamba alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe, na watu hawaruhusi kutengana isipokuwa ndoa inatenganishwa na mambo kama matatu. Jambo la kwanza ni kifo. Kifo kinaweza kutenganisha ndoa. Jambo la pili, uzinzi unatenganisha ndoa. Jambo la tatu ni imani. Inatenganisha ndoa. Imani maana yake nini? Imani kwa maana ya kwamba sisi wote tulioana tukiwa wa Kristo. Alafu katikati mmoja wetu akasema mimi nakuwa Muislamu. Alafu alivyokuwa Muislamu akasema sitaki kuishi na wewe Mkristo kwa sababu wewe labda sasa siishi na wewe tena kwa sababu wewe ni Mkristo mpaka uwe Muislamu. Sasa Biblia inakutaka ubaki kwenye imani yako. Yule aliyebadilika akiamua kukuacha wewe, sio wewe umwache. Wewe hutasema mimi mume wangu kwa sababu amekuwa Muislamu basi namuacha kwa sababu ni Muislamu. Wewe huruhusi kumwacha. Ila yeye akiamua kukuacha kwa sababu wewe ni Mkristo, umwache. Hiyo ndoa inaruhusiwa kufanya nini? Kuisha. Kwa hiyo ni kifo, ni uasherati na imani vinaweza kutenganisha ndoa. Lakini huu zinzi ambao watu wanaushikilia sana, kwamba huu saliti, ondoka, akikusaliti na wewe ondoka, achana naye. Huu hauna nguvu kwa sababu maandiko yanasema samehe. Inategemea mazingira, inategemea mwenzako amekusamehe. Sasa fundisho la kusaliti na kuacha halina nguvu kama fundisho la kusamehe, kwa sababu Biblia inasema samehe 7 mara 70. Kwa hiyo wewe ukisema kwamba mimi huyu amenisaliti na muacha, umeelewa hicho kitu? Ameomba msamaha. Sasa akisha kuwa ameomba msamaha, hiyo nguvu ya kuacha haipo, kwa sababu mwenzako akikosea akaomba msamaha, anafanya nini? Anasamehewa. Lakini jambo la pili, ukisema ninamuacha mtu kwa sababu amenisaliti, umeelewa hicho kitu? Kwa hiyo yeye ndio mwenye dhambi, unamwona ndio mwenye makosa. Haya, tuambie wewe ni mtakatifu? Hapana. Ili uweze kuniacha mimi kwa sababu nimekusaliti. Sasa wewe ni mtakatifu? Kuna mahali fulani Yesu aliwaambia, kwa sababu kulikuwa na mwanamke mwenye dhambi alikuja akawa yuko na Yesu pale, wakasema huyu ni mwenye dhambi asikae na Yesu. Yesu akawaambia wale wanafunzi wake kwamba ambaye hana dhambi. You are live and direct. Put your hands together. Jamani DJ, hebu njoo umu studio, maana kuna majingo yanasikika katikati ya beat.
Okay, tuendelee. Kwa hiyo yeye ambaye ni mtakatifu awe wa kwanza kumnyoshea mwingine nini? Kidole. Kwa sababu wewe ukisema mimi namwacha kwa sababu yeye amenikosea, amenisaliti, wewe una uhakika wewe ni mwema? Hujawahi kumsaliti mwenzako. Sasa nikasema kwamba uwe na uhakika ukimwacha mwenzako kwa sababu ya usaliti. Moja, uwe na uhakika wewe hujawahi kumsaliti. Mbili, uwe na uhakika huko unakoenda hutasalitiwa.